Tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya Matawi, mwaka C. Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Amin, nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Ndugu zangu, tunaadhimisha leo Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 mstari wa 4 hadi wa 7, ambapo linatusimulia habari za mtumishi wa Bwana ambaye ni mwaminifu katika kazi yake, wala haogopi magumu na mateso katika kuitimiza kazi hiyo, akijua kwamba Mungu yu pamoja naye. Bila shaka utabiri huu wa nabii Isaya ulimlenga Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye haswa mtumishi wa Bwana aliyevumilia mateso yote na kujitoa kwa ajili ya kutukomboa sisi, kama ambavyo Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11 anatutajia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye huyo mtumishi mnyenyekevu ambaye alijitoa ili aweze kuwakomboa wanadamu, na Mungu akaithamini sadaka hiyo kwa kumkirimia jina lililo kubwa, ili katika jina la Yesu magoti yote yapigwe, ya viumbe vyote mbinguni na duniani, na kila ulimi ukiri ya kuwa Mungu Yesu ni Bwana. Ndugu zangu, tunafanya sherehe hii au kumbukumbu hii ya kuingia Yerusalemu Bwana wetu Yesu Kristo, kama inavyoitwa vizuri na masomo ya liturujia kwamba Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Inaitwa Dominika ya Matawi kwa sababu tunaingia, Yesu alipoingia katika mji wa Yerusalemu, watoto wa Mayahudi walimlaki wakiwa wamechukua matawi ya mitende, na sisi nasi kwa kukumbuka tendo hilo tunamlaki Bwana wetu Yesu Kristo tukiwa tumechukua matawi mikononi, inaweza kuwa ya mitende au ya mizeituni. Lakini pia ni Dominika ambaye inatuingiza katika Juma Kuu, ambamo ndani mwake tutaadhimisha fumbo la Pasaka ya Kristo, yaani mateso, kifo na kufufuka kwake. Katika juma hili kuu, kuingia kwetu Yerusalemu pamoja na Bwana, ishara inayowakilishwa kwa maandamano yanayofanywa kabla ya mwanzoni mwa ibada hii, ni ishara ya sisi kuwa tayari kumsindikiza Bwana wetu Yesu Kristo, sio kwa kumbukumbu ya kihistoria ya nje, bali kumsindikiza katika maisha yetu, kwamba siku zote kuenenda katika furaha hiyo ya kumshangilia Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, kumkiri Yesu kama mkombozi wetu, na kumdhihirisha Yesu kama Bwana wetu katika maisha yetu, hadi tutakapoingia katika Yerusalemu ya mbinguni. Kumbukumbu ya kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu kwa shangwe ni mwaliko kwetu sisi wa kuingia kwa furaha katika Yerusalemu ya mbinguni, ambayo tunaiendea kila siku katika maisha yetu ya kila siku, katika hali mbalimbali tunazozipitia, ziwe hali za furaha au ziwe hali za huzuni, katika marafiki tunaoishi nao, ambapo nyakati fulani wanatushangilia na kutupa moyo, lakini wakati fulani watatukataa na kutukimbia na kutuacha peke yetu. Katika Injili ya leo tunayoisoma katika ibada ya kukumbuka kuingia kwa Bwana Yesu Yerusalemu kwa shangwe, sura ya 19 ya Injili kadiri ya Luka mstari wa 28 hadi wa 40, tunaona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anapokelewa kwa furaha. Sisi nasi tumpokee Bwana wetu Yesu Kristo kwa furaha. Yesu aliyeingia Yerusalemu aingie katika mioyo yetu, ili tunapoiendea Yerusalemu yetu ya mbinguni tuweze kuenenda kama Yesu alivyoingia, mnyenyekevu aliyepanda mwanapunda, akishangiliwa lakini asiyepandisha mabega, akibaki kuwa mvumilivu na mnyenyekevu. Na anajua kati ya wanaomshangilia baadaye watasema auawe, lakini wala hawezi kuwashtumu, na anaingia kwa furaha huku anajua yote yatakayompata. Yesu alijua yanakayompata huko Yerusalemu, lakini akaingia. Sisi Yerusalemu ya mbinguni atakayotupata sio mateso na kifo, bali ni furaha za milele. Tutaingia lakini katika Yerusalemu hiyo ya mbinguni kwa kupitia mateso na kifo cha mwili wa hapa duniani, lakini roho yetu itoke hai katika ufufuko.
tunawezaje basi kuweza kuishiriki Yerusalemu na karamu ya kudumu ya milele ya Yesu kule mbinguni, ambaye Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili inayosoma katika misa ya leo, Luka sura ya 22 mstari wa 14 hadi sura ya 23 mstari wa 56, tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo anatuandalia karamu na kusema kwamba hatakunywa tena matunda ya mzabibu hadi atakapokunywa mpya katika ufalme wa mbinguni. Sisi ambao tunasema tunamsindikiza kama ishara ya kusafiri naye katika maisha yetu ya hapa duniani tukielekea Yerusalemu ya mbinguni, tufahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja duniani kutukomboa sisi wanadamu tuliokuwa tumeshawishiwa kuutumia vibaya uhuru wetu na kuchagua kumwacha Mungu. Yesu amekuja kutuelekeza njia ya kwenda kwa Mungu, na yeye mwenyewe akitupa mfano wa namna ya kuingia njia hiyo, kwa njia ya upendo, njia ya furaha, njia ya amani, njia ya upole. Yesu hatumii mabavu, hatumii nguvu, hatumii bunduki wala mabomu ya machozi kwa ajili ya kutuokoa sisi. Anatumia mwili wake anaojitoa sadaka. Sisi pia tumepewa miili, tuitolee miili yetu kuwa sadaka. Kwa miili yetu tutende matendo mema kama ambavyo tumejifunza katika kipindi hiki cha Kwaresima. Tuseme yaliyo mema, tufundishe yaliyo mema, tuwaongoze watu katika wema, tuwasaidie watu kuwa wema. Ndiyo njia ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika uovu, na ndiyo njia ya kusafiri kwa kupitia mwili wetu unaoongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliye kichwa cha kanisa, ambaye anakaa ndani mwetu katika Ekaristi Takatifu aliyoiweka, na ambaye kifo, mateso na ufufuko wake vinaendelea kudhihirishwa kwetu kila siku katika adhimisho la misa takatifu. Tuenende katika njia yetu ya maisha ya hapa duniani kwa upole, kwa wema, kwa unyenyekevu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yetu ya safari yetu ya kuingia mbinguni. Ndugu zangu, katika Dominika hii ya matawi katika mateso ya Bwana, tukumbuke kwamba furaha ambayo Yesu anayo ya kuingia Yerusalemu, ambako anajua anaenda kuteseka, ni kuchagua njia iliyo njema ambayo Yesu ameitaka, ya kumtoa shetani katika mamlaka ya mwanadamu, katika ulimwengu, sio kwa kutumia njia za shetani. Anamtoa shetani kwa kutumia njia za kimungu, za upole, za wema, za unyenyekevu, za uaminifu na utii katika kuisikiliza sauti ya Baba wa mbinguni. Sisi nasi wanadamu, wokovu wetu tutaupata na tutaishiriki karamu ya Yerusalemu ya mbinguni kwa kupitia njia za kimungu, za kumwiga Bwana wetu Yesu Kristo, njia za kuutumia vizuri uhuru wetu ambao Mungu alituumbia, njia za kuishi vizuri katika maisha yetu ya kila siku kwa nguvu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliye kiongozi wetu anayetutangulia. Bwana wetu Yesu Kristo anapokamatwa, wanafunzi wake na watu wote wanamuacha, lakini Yesu aliwaambia amewaombea ili imani yake isitindike. Sisi wakati fulani katika maisha yetu tunapokumbana na magumu, tunapokutana na hali fulani, mara nyingine rafiki na ndugu zetu wanaweza wakatuacha tukabaki wenyewe, au mara nyingine tunaweza tukawa ni sisi tunapomwacha Mungu kwa sababu ya tamaa na hali za dhambi na hali fulani ya matamanio ya kidunia. Tujifunze kwamba tunapaswa siku zote kubaki na Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa waaminifu kama wale wanawake ambao walimsindikiza Bwana wetu Yesu Kristo hadi pale msalabani na hadi alipozikwa, wakaona alipozikwa. Tuwe waaminifu katika kujitoa sadaka. Na mara kadhaa tunaweza tukawa tuna maanguko yetu katika dhambi. Tusiache hata kidogo, na wala tusikate tamaa na kumdharau Bwana wetu Yesu Kristo wala kupuuza neema zake, bali kama yule mwizi ambaye katika maisha yake yote aliweza kuhangaika na kutenda maovu, lakini alipata fursa ya mwisho akiwa pale msalabani kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo kama Mungu na kumwomba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo aweze kumpokea katika ufalme wake wa mbinguni. Sisi nasi hali zetu za maanguko ya kila siku zisituondolee lengo letu la kufika katika Yerusalemu ya mbinguni. Tusiyatupe matawi yetu mkononi, bali matawi hayo tuendelee kuyashika kwa kuyashuhudia matendo mema, yakiwa ushuhuda wa kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo tunapowatendea mema ndugu na jamaa zetu, na pale tunapoanguka tusiache kumwambia Yesu, nikumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Tuwe jasiri katika imani, tuwe na bidii, tuwe na unyenyekevu, tuwe waaminifu. Tuendelee kupokea Ekaristi Takatifu katika hali njema. Na pale ambapo tunatenda dhambi, Bwana wetu Yesu Kristo ameshatulipia dhambi kwa kufa msalabani.
tuweze kuungama na kuishi maisha mema, na kutakia mwanzo na mwendelezo mwema wa juma hili takatifu. Tumsifu Yesu Kristo.